Mwona Irene Robert asubuhi barabarani akiwa amekunyana shati na mtu. Hasa mimi Irene namfahamu kwa sababu nilikuwa namtengenezea nyimbo zake za gospel. Watu wasiojua kwamba mimi nimetengeneza ile Soja, umeona, ambaye alikuwa anafanya hadi dancing challenge. Na nyingine zingine hakuwahi kutoa, lakini nimemtengenezea. Na mara nyingi alikuwa ananipigia simu kuniomba ushauri na kuongea na mambo mengine tu ya kuhusu sanaa. Kwa nilivyomuona asubuhi na kulingana na yeye anafanya nyimbo za dini, alinishtua. Nilimuona asubuhi nikiwa nimetoka studio narudi nyumbani kwa sababu mimi huwa nakesha. Kwa hiyo nilipofika nyumbani nikamtumia message, mtumishi vipi, umeona? Kwa hiyo kwenye kusema kwamba nimemuuliza mtumishi vipi, akai-respond ile message akasema kwamba vipi. Nikamwambia nimekuona sehemu asubuhi umekunyana shati na mtu, kuna nini? Kuna usalama? Akasema wewe acha tu jini, mimi tutaonana na wewe nitakuelekeza. Nikakutana naye, lakini jinsi nilivyokutana naye, kwa hiyo after that akaniambia bana, kuna kitu nataka nikwambie. Mimi Jumapili nilienda kanisani, lakini nilipoenda kanisani kuna watu wakaanza kunipiga. Mimi nilikuwa kwenye maombi pale, nikasimama. Kwanza kuna watu wanakwaya walikuwa wanaimba, mimi nikasimama na mimi nikaanza kuimba nao. Wakaanza kunikalisha chini, mimi sitaki kukaa, mimi naimba nao tu. Sasa yale maelezo yake yalikuwa hayako complete, nikajua kabisa Irene hayuko sawa. Nikasema so hapa sasa hivi wewe unaishi wapi? Akaniambia wewe acha tu, sina mahali pa kuishi. Nikasema what? Kwa sababu I know her, alikuwa na gari, najua alikuwa na masemo anaishi, umeona. Kwa sasa aliposema hana mahali pa kuishi, hiyo ilinishtua pia. Nikamwambia so hapo ulipo, mimi I don't know, mimi ninachokiomba kama inawezekana, kama una sehemu ya mimi ya kwenda kunihifadhi, naomba ukanihifadhi. Nilichokifanya nikamwambia vitu vyako viko wapi? Alisema viko hoteli. Tukaenda hoteli. Pale hoteli nikakuta hotelini pia anadaiwa. Kulikuwa kule kuna nguo zake pale, passport sio nini, alikuwa anadaiwa. Tukafanye huko, akasema mimi nitalipa. Akafanya sio, akalipa, akatuma. Nikawauliza wale maskari, akasema bwana huyu dada yako, mimi niliambia huyu bwana sister yangu, akasema bwana huyu dada yako aliletwa hapa akiwa amelewa sana, hata ajitambui na hivi vitu vyake. Ndio tukawa tumemhifadhia, lakini na simu hii hapa, nikapata simu. Nikawa najaribu kupambania kurudisha access ya YouTube yake account. Lakini nimepambana nikachemsha. Sasa siku zilivyokuwa zinakwenda, akawa kuna muda anabadilika. Ninaweza kaa nyumbani akanitumia message, hivi unanichukuliaje mimi? Unanichukulia kama mimi sini? Yani akawa anaweza kukasirika, anaweza kuongea maneno ambayo hayaeleweki, anaweza kuongea kitu ambacho hakieleweki. Ikanishtua sana. Nikampigia simu mtumishi Obi Alpha, nikamwambia bwana ndugu yangu, una taarifa na Irene uwaga kuna muda anakuaje? Naye akanielezea situation the same. Kwa nikajua kumbe tatizo lilianzia kitambo sana, kwa sababu hata kina Obi pia walihangaika naye hospitali na nini walimpeleka mpaka Muhimbili. Sidhani kama ndugu zake walikuwa wanajua. Sasa mimi nilikuwa sijui hata namba ya mama yake, sijui ndugu yake yoyote. Nilichokifanya nikamwambia na Irene, vipi uwezo kanipa namba ya mama? Irene akasema nitakupa. Ya nini? Nikamwambia mimi nataka niongee naye tu, lakini hakunipa.